Nilikuwa nafanya reference hapa. Nilikuwa najiridhisha kabla ya kuja kutoa hukumu yangu. Binafsi ningepita na Alan Okello. Nitakupa sababu rahisi tu. Kwa Faisal, kwenye kipindi hiki amecheza dhidi ya Namungo, wakashinda 1, amecheza dhidi ya TRA, wakafungwa 4-1. Amecheza dhidi ya Pamba Jiji, wakashinda 2-0. Azam dhidi ya Tanzania Prisons wameshinda 2-0, na Azam dhidi ya KMC walishinda 3-0. Ndio. Ukirejea kwenye mechi hizi zote za Azam FC, Faisal alikuwa na mchango mkubwa, lakini nitaiweka doa kwenye maeneo mawili. Ndio kipindi ambacho pia alikosa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo kwangu yeye kukosa mkwaju wa penalty kwenye kipindi hicho, ukikompea na wenzia ambapo alikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi, tofauti ya dakika zake 18 na Alan Okello, nafikiri Faisal ananisubiri hapo. Lakini pia kwenye hayo mabao yake Faisal kuna mkwaju wa penalty ambao alifunga dhidi ya kuna mechi alifunga kwa mkwaju wa penalty dhidi ya Mtibwa. Dhidi ya Mtibwa. Yes, alifunga kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo kwangu criteria zile za individual brilliance, penalty inakuwa inapungua uzito kutokana na the way ambavyo imetokea. Lakini nikija kwa Clatous Chama ambaye na Brett kama mtu wa pili, performance yake imekuwa bora sana, man of the match. Ndani ya kipindi cha mwezi Mei, katika mechi 5 alizocheza, amekosa mechi moja tu kwa man of the match. Kama nakumbuka vyema, ilikuwa mchezo wa mwisho. Yes, wa Simba. Waliocheza mchezo wa mwisho ndio huo ambao hakuwa man of the match. Nafikiri walikuwa wanacheza na Mashujaa, the likes of that, kitu kama hicho. Lakini ukija kiujumla ama kwa season nzima jinsi ambavyo imekuwa, Simba walicheza Simba wamecheza na Dodoma Jiji ya mwisho kabisa ya ligi, na Dodoma Jiji. Hiyo ndo hakupata. Hiyo ndo goli lao lilikuwa la dhuluma. Sasa unacheka Simba alifunga goli la dhuluma na yeye alikosa mkwaju wa penalty. Ndio definitely pale. Kwa mfano kuna mechi kama hii ya Prisons wameshinda 4. Yeye amehusika na magoli 2. Nisikulisha kuwa na mchango wa magoli 2 zaidi, na ukiangalia assist kwa mfano alioigonga kwenye mchezo huu ilikuwa bao la 3 kwenye huu mchezo ambao alienda kufunga Ismail Ture, si ndio? Lakini pia ukirejea mchezo wa Simba na Mashujaa, yeye ndo aliyeutengeneza ule mchezo kuwa pale ulipo. Kwa hiyo hii alikuwa na mchango wa moja kwa moja 100%. Lakini pia kwenye mchezo wa Coastal Union, kama asingehusika yeye kufunga moja kwa moja huu mchezo, maana yake ulikuwa unaenda kuwa kubaya. Lakini mechi ya Simba dhidi ya Dodoma, hata asingefunga yeye, maana yake bado Simba walikuwa na alternative ya kupata matokeo. Ndio maana yeye alikosa mkwaju wa penalty, ambao kwangu ni the same na kesi ilivyokuwa na Faisal. Msimu wa 4 sasa, kila msimu wanajipanga, kila msimu wanaanza upya, kila msimu wanatafuta ubingwa. Tuseme kwamba Simba kutafuta kwake njia kumekuwa kugumu kiasi hicho misimu yote 4. Ni wapi watu mfano halisi wa maisha ya kawaida. Unajua mtu akiwa tajiri alafu ikatokea akafilisika, kuanza kuyazoea maisha ya kimaskini wakati alikuwa tajiri huwa inakuwa ngumu, inamchukua muda mrefu. Sasa Simba wakati anaangusha ule mfululizo wa ubingwa ambao alikuwa anauchukua mbele ya Yanga, Simba alikuwa tayari ameshazoea kupata quality fulani ya wachezaji bora ambao walikuwa wanamsaidia kuweza kupata hayo mataji mfululizo back to back. Sasa kwenye kile kipindi ambacho Simba walianza kuhangaika 21 ile kuja kusogea mpaka hivi karibuni, walikuwa wanahangaika kupata quality ya wachezaji bora ambao walikuwa nao kipindi chote cha nyuma. Na ukiwa unawasikiliza mashabiki, viongozi wengi walikuwa wanasema tunatamani kupata ule mpira wa pila biliani, pila nini, ndio vitu ambavyo walikuwa wanavitafuta. Sasa wakifanya usajili wachezaji 10 mpaka 14, wachezaji wote unakuta walioingia kwenye huo mfumo ni 2 au 1, ama asiwepo kabisa. Msimu unaokuja watatema wote, watatafuta wengine wapya. Sasa kwenye hayo mazingira, kama unapata mshindani ambaye ana kikosi kizuri, wakati wewe unazidi kutoa wachezaji, unapata matokeo mabovu, unatoa wachezaji wengine, yeye anazidi kuchanja mbuga na kuchukua alama nyingine nyingi zinazomfanya awe bingwa.